Na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia kuharamishia kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Yaani kama wewe Jalala, wewe ndio jahil murakab. Unajua maana ya jahil murakab? Wewe unajua shetani mkubwa. Wewe ni shetani mzee. Wewe sio mtu wa kuchekea. Mimi sikufichi. Kwa mfano ningelikuwa mimi ni kiongozi hapo Tanzania, sikufichi, hivi nilivyo Mkristo, ningekufanyia jambo Jalala. Huwezi kuhalalisha ufiraji kwenye serikali ambayo mimi ndo naisimamia. Lazima nitadili na wewe mzee. Kwa sababu ni matusi makubwa anaitukana mbingu. Ni matusi makubwa anamtukana aliyeumba mbingu na nchi. Unataka watu wapate laana kwa sababu ya upumbavu wako. Yaani mtu mmoja tu mpumbavu tu mmoja likilemba. Lakini unajua Mungu bwana, kusema kweli Mungu ni wa rehema sana. Mungu ana huruma kubwa mno. I say sitaki kuzungumza kama ningelikuwa Mungu ningefanyaje juu yako Jalala. Ni kitu ambacho hakiwezekani na hakitatokea. Lakini tukubali kwamba Mungu kweli ana huruma na ni mpole sana. Mtu kama wewe unamtukana Mungu matusi makubwa. Yaani Mungu kwa sababu mnasema Waislamu kwamba Qur'ani yenu imetoka kwenye Lauhil Mahfudh, kwenye ubao uliohifadhiwa mbinguni. Yaani Mungu tangia anaandaa ile Lauhil Mahfudh ambapo ndio Qur'ani imetolewa pale. Yaani tangia miaka hiyo kabla hata hajaumbwa Adamu. Yaani kweli Mungu alikuwa ameliweka jambo la ufiraji pale. Yaani Mungu aruhusu ufiraji Jalala. I say ifike muda jamani, hata kama tumekuwa waovu kiasi gani kwenye mambo ya Mungu, hebu sasa turudini nyuma. Mungu ni mkubwa sana. Kama Mungu alinyanyua milima akitaka kuwafunika nayo Wayahudi wana wa Israeli kipindi cha Musa, akiwashinikiza, akiwauliza kuhusu je, watasimamisha sheria zake kwenye Taurati ama watazipuuza kama wanavyopuuza wewe Jalala na Haji Upepo. Wakakubali watachukua na kuzitukuza zile sheria. Mungu akarudisha milima akarudi mahali pake. Mungu ana uwezo mkubwa Jalala. Usidhanie Jalala Mungu anashindwa muda ule ukiwa unafila hao wake zako au ukiwa unafila wale mademu mwingine. Watu kama nyie hamwezi kuwa ni waaminifu hata kwenye ndoa zenu. Kwa sababu nyie simuogope Mungu. Kama unaweza kusimama kwenye halaiki ya watu dunia nzima, watu wanaoelewa Kiswahili na kuna siku hizi teknolojia ni kubwa. Wewe unaweza kuwa unaongea kwa Kiswahili, mimi nasikiliza kwa Kiingereza, kwa lugha yangu au kwa Kirusi au kwa kivyovyote vile. Unaiambia dunia nzima kwamba Uislamu umeruhusu ufiraji. Eti kama unakataza ufiraji, usitumie aya hii kukataza ufiraji. Jalala, wewe kenge wewe. I say wewe jamaa wewe. Wewe jamaa, ningelikuwa niko Tanzania, wewe jamaa mimi najua ningefanyaje. Mabwege kama nyie hamtakiwi kabisa kuishi. Nyie ni wauaji. Nyie ni yani ukisikia magaidi ndio watu kama nyie. Wewe ndo gaidi sasa Jalala. Hakuna mtu ambaye ni gaidi kuliko yule ambaye anakwenda kinyume na sheria ya Mungu. Tena sio kwenda kinyume na sheria ya Mungu na kumzulia Mungu kabisa. Kwamba Mungu kakubali kwamba Mungu amehalalisha ufiraji. Si kwa kweli Waislamu mna vichwa vigumu kwa kweli. Waislamu mna vichwa vigumu sana. Sasa ngoja nirudi kwenye point. Ni kwamba Mungu aliposema wake zenu ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu vile mpendavyo. Kwenye Uislamu nilizungumza kule nyuma kwenye klipu za Haji Upepo kwamba ni shetani wa kibinadamu. Sasa huyu sijui ni nani? Kwa sababu huyu Jalala kidogo kwenye mambo yake ambayo ameleta uhuni ni zaidi hata ya hali ambayo Haji Upepo kazingua. Huyu sijui sasa sijui tu, kwa sababu kiwango cha mwisho kabisa cha mtu kufanya uovu akiweza kuzidi kwenye ushetani. Lakini kingekuwa kuna zaidi ya hapo, basi tungempa hilo jina Jalala. Jalala wewe ni zaidi ya shetani. Ina maana mke wako unamfila, unamwingilia mkeo kinyume na maumbile. Wagezea kwamba eti Mungu amehalalisha hilo jambo. Yaani Waislamu wameruhusiwa kufila. Hivi Mungu aliumba mbingu na nchi kweli anaweza akawa
nikatili kiasi hicho, nitumie labda lugha hiyo. Naweza nikatumia lugha kidogo ikawa sio nzuri kwa aliomba mbingu na nchi. Na mimi katika vitu ambavyo ninahofia na ninaheshimu sana ni kuwa na heshima hata iweje kwa aliomba mbingu na nchi. Hiyo lazima, kwa sababu yupo na ndio alosimamia kila kitu tangia tukiwa matumboni kwa mama zetu, tulipozaliwa mpaka leo hivi tunaongea. Lazima Mungu aheshimike mzee. Sasa kwenye Uislamu kuna misingi ya namna ya kuchukua maandiko. Uislamu una misingi takriban mitatu: Qur'ani tukufu, mafundisho ya Mtume Muhammad kwa maana yaliyoyasema na kuyatenda, au yaliyofanya mbele yake akayakubali kwamba haya yafanyike. Kwa mfano, Bilali alilala kipindi Waislamu wanajadili namna ya kuitana kwenye ibada. Hizi adhana mnazosikia hizi, zile adhana zile Waislamu wakiwa wanaitana kuswali, zile Allahu Akbar mpaka mwisho. Ile sio kwamba eti Mtume alifundisha kwa yule aliyekuwa anawaita watu waje kusali Bilali, hapana. Ili kipindi Mtume anajadili namna walivyokuwa washamaliza kujenga sasa msikiti pale Madina, wakawa wanawaza watatumia njia gani ya kuitana kwenye mida ya ibada. Zikatoka pale mapendekezo mbalimbali, mara wengine watupige kengele, wengine sijui tuwashe moto, wengine sijui tufanyeje, wengine sijui tupige nini lile, tupulize pembe au tarumbeta lile. Kwa kweli mapendekezo yote yakawa sio, mapendekezo yote ya Mtume akawa hakuyaafiki. Bilali alivyoenda kulala, kuna mmoja katika wafuasi wa Mtume Muhammad alikuwa anaitwa Bilali, alikuwa ni mtu mweusi, ni kutoka Ethiopia. Huyo jamaa historia yake ni ndefu, lakini ni mtu ambaye alikombolewa kutoka kuwa mtumwa. Kuna jamaa mmoja anaitwa Abubakar Siddiq. Huyu Abubakar Siddiq ni katika wafuasi wa mwanzo kabisa walomwamini Mtume Muhammad, na alikuwa ni rafiki yake sana. Ndio alimkomboa Bilali kutoka kuwa mtumwa. Bilali alivyoenda kulala usiku kuamkia siku ile ambayo, yani ile siku wamelala wakajadili kuhusu namna ya kuitana kusali, alafu ile kesho yake sasa kulivyokucha, Bilali aliota usingizini hii adhana ambayo mnaisikia nyie. Bilali alioteshwa ndotoni. Kesho yake akaenda akamsimulia Mtume. Mtume akapitisha kwamba hiyo ndio iwe style ya kuwaita watu kwenye ibada. Sasa kwa hiyo kwenye Uislamu kuna misingi ifuatayo: kuna Qur'ani tukufu, kuna mwenendo wa Mtume, mapokeo kutoka kwa Mtume aliyoyasema na kuyafanya, au yaliyofanywa mbele yake akayakubali kwamba hili lifanyike, kama hilo la Bilali kwamba hivyo ulivyoota hivyo ni sawa sawa, tutatumia hiyo style. Ina maana Mtume kafanya verify kwamba hili jambo lifanyike kwenye dini. Kwa sababu gani? Jambo lolote ambalo lilikuwa linapita kwenye dini lilikuwa lipite hivi, bali kutoka kwa mbinguni. Gabrieli anakuja kwa Muhammad, ana verify kwamba hili ni sawa. Sasa huyu bwege Jalala yani kwa kweli aisee, kwenye maisha haya duniani watu wanajiongopea sana. Kwa sababu una gari, kwa sababu unakula viwaliwali hivyo na ugali, eti ndio inafika point mtu mambo ya Mungu unataka kuyaletea uhuni na unamtukana Mungu matusi makubwa. Yani Mungu analisha ufiraji. Sasa msingi wa pili ni huo. Msingi wa tatu ni yale ambayo yalielekezwa na wale viongozi wanne: Abubakari, Omari, Uthmani na Ali. Lakini yote haya kitabu cha Mungu Qur'ani, mafundisho ya Mtume Muhammad, mapokeo kutoka kwake, yani aliyoyasema na kuyatenda au aliyofanya mbele yake akayakubali, au kwa sababu hapo pia kuna aliyofanya mbele yake akayakataa, hayo pia anaingia huko katika makatazo. Lakini pia kwenye haya waliofanya hawa viongozi wanne Abubakari, Omar, Uthmani na Ali, yanazingatiwa haya mambo kwa kutumia. Yani huwezi ukasoma tu aya ukiwa umeshiba zako ugali wako na dagaa, au umevuta mabangi yako, umekaa chemba kwa barazani umevuta mabangi yako, alafu eti uje utafsiri Qur'ani ya Mungu. Hapana. Ukisoma aya, kwa mfano ukisoma aqimu swala, simamisha swala, wewe unafahamu namna ya kusimamisha swala? Unafahamu namna ya kusimamisha swala? Kwa hiyo Mtume ndo anatafsiri kwamba nini maana kusimamisha swala, au wale wema waliotangulia, yani wale wafuasi wa Mtume ndio watakaotumika kutafsiri maandiko. Yani maandiko yote yaliyopo kwenye Qur'ani ya Mungu
na kwenye mapokeo ya Mtume, utachukua hizo data kwa kuzingatia maswahaba walielewa vipi walipoambiwa maneno kama hayo, walielewaje, walitambua vipi. Sasa hiyo ndo misingi ya kuzingatia kwenye Uislamu. Ibada zote za Uislamu zinatakiwa ziwe juu ya misingi hiyo, kwamba unafata kitabu cha Mungu Qur'ani, unafata mafundisho ya Mtume Muhammad na mafundisho na yale waliyofanya wale viongozi wanne, lakini kwa ufahamu wa maswahaba, kwa ufahamu wa wafuasi wa Muhammad. Wao walifahamu vipi ziliposomwa hizo aya, wao walitekeleza vipi ziliposhuka hizo aya. Sio, nielewa. Kama ninaongopa wale ambao mnafanya uadilifu kwenye Uislamu, mtasema hapo, mtazungumza, au mnaweza mkakomenti tu hapo kwamba niko sahihi au naongopa. Hiyo ndio misingi ya Uislamu. Unafata Qur'ani, unafata mafundisho ya Mtume Muhammad kwa kutumia ufahamu wa maswahaba, kwa sababu tukisema kila mtu analeta ufahamu wake kwenye hizi maandiko, miongoni mwa watu wenye ufahamu wao ni kama huyu bwege, huyu mwehu, jalala, mfiraji. Umeona? Atasoma andiko la Mungu. Ukisoma andiko kwa mtu ambaye hana akili sawa sawa, au afuatilii kwamba misingi ya kuchukua dini ni ipi, ataona hii kumbe kweli ufiraji kweli Mungu amehalalisha. Si Mungu anasema wake zenu ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu vyovyote mnavyopenda. Jalala akasema hata kwa nyuma vyovyote vile, na akasisitiza kwa nyuma sana kwenye ufiraji. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho kwenye jamii si cha kawaida, lakini yeye kutaka kuonesha kwamba Mungu ameruhusu, ndio maana katilia msisitizo hapo kwamba kwenye kuwaendea wake zenu vyovyote mnavyopenda, hata kwa nyuma ni safi, hakuna shida, na uwezo kutumia hii aya kukataza hilo jambo. Wewe jalala, wewe mwehu, wewe mwenda wazimu, chizi kabisa, mfiraji mkubwa. Acha ufiraji kenge wewe. Sasa kila mtu akitumia ufahamu wake, mabangi vitu ni mengi ya kuchanganya kichwa cha binadamu, utakuja kupata tafsiri kama hizi. Sasa kwenye Uislamu tafsiri za mabwege kama hawa uwezo ukachukua. Kwenye Uislamu kuna watu ambao unatakiwa ufahamu kwamba wao ilivyoshuka hii aya, wao walielewa vipi. Mimi natoa elimu sasa hapa kumuonesha kwamba huyu jamaa kweli ni mwehu, ni bwege, ni shetani, ni zaidi ya shetani. Jalala ni mfiraji, hafai kabisa. Mungu hawezi kuhalalisha ufiraji. Sikiliza, kuna mtu mmoja